Na sasa ningependa tuingie kwenye darasa la ufungulivu wa fikra za kiroho na kimwili kulingana na maisha yangu binafsi. Hii nazungumza jambo hili au leo katika somo hili, hizi kanuni 5 za mafanikio ni kulingana na maisha yangu binafsi. Yani sio vitu vya kufikirika au vitu hadithi fulani hivi nilizowahi kusikia zamani watu wanaongea, wahubiri. Labda niliwahi kusikia wahubiri wakubwa, labda kina Morris Cerullo au kina nani wanaongea. Hapana. Ni kulingana tu na maisha yangu kabisa, ambayo naamini mifano hii na fundisho hili litakuwa la baraka kwa maisha yako, kwa sababu halitoki mbali. Linaishi na wewe hapa kila siku. Kwa hiyo litakusaidia zaidi. Ukilishika vizuri litakusaidia zaidi. Kwa hiyo tulikuwa tumeanza somo hili la kanuni 5 za mafanikio ambazo nilianza kufundisha wiki iliyopita, na kwa bahati nzuri au mbaya tuliishia kanuni moja tu ya kwanza. Na kwa ule upande huo ndio upande wa bahati mbaya, kwamba tuliishia kanuni moja, lakini kwa bahati nzuri sana Roho wa Mungu alitubeba wote siku hiyo kwa kanuni hiyo moja, tukabaki nayo hiyo, na tukawa tumeridhika, tumebarikiwa, tumefurahi, tumebeba mambo mengi sana katika jambo hilo moja. Na tulijifunza kwamba kutokuogopa kuwekeza kwenye maisha, iwe kiroho au kimwili, kwa kuhofia kupoteza. Hilo ndio lilikuwa jambo kubwa. Nikawaambia mimi nilijifunza kuwekeza kwenye maisha ya watu kiroho na kimwili, nchi mbalimbali na kwa watu tofauti. Lakini jambo moja nilijua kwamba katika kuwekeza huku ni gharama, ila nilijua kabisa kuna mahali patastawi na kuna mahali adui atapanda magugu hapata stawi. Yani atakuja atanyakua kile nilichopanda. Kwa hiyo katika mioyo ya watu hakitakuwa. Nilijua kabisa kuna mtu anaweza kupokea lile neno kwa bashasha nyingi, kwa furaha sana, mpaka akawa yani hata ukimpaka mafuta kwa mtume akafurahi sana, na tangu siku hiyo akaona anaweza kubadilisha dunia nzima. Dunia nzima inaweza ikabadilika kwa upako aliopokea siku hiyo. Yani kila anapotembea anawaza Mungu, Jodevi, upako niliopokea mtabadilisha dunia yote. Lakini baada ya siku chache utakavyokuja kumkuta ameanguka, amelala chini chali akikinua meno, ndio sasa hiyo itakuwa ni moja ya mshangao ambao nimeukuta kwenye maisha. Kati ya mishangao niliyowahi kuikuta maishani ni pale mtu anapoanguka chini na anashindwa kunyanyuka. Wakati nilishawahi kuwafundisha katika maisha ya kawaida, ulipojikwaa ukaanguka uliweza kusimama we mwenyewe. Lakini katika maisha ya namna hii ya kiroho, mara nyingi watu wakianguka anabaki amelala chali. Sasa hiyo ndio kitu kimenishangaza na kimenishangaza katika maisha. Kwa nini inafikia watu namna hiyo? Kwa hiyo niliwekeza nchi tofauti, nilisafiri kama tu mwekezaji wa kiroho. Mwekezaji wa kiroho. Maana kuna wawekezaji wa kibiashara, kuna wawekezaji wa masuala mbalimbali ya kiuchumi, lakini mimi nilikuwa nawekeza kiroho. Lakini ndani ya kiroho huwezi kutaja kiroho bila uchumi. Hakuna mtu anaweza kusafiri kiroho kwenda Marekani aguse watu bila kwenda kimwili. Lazima utaparamia ndege na utakwenda, kama ni Amsterdam au wapi, utaanza kusubiri ingine uondoke kuelekea Marekani. Na ni pesa nyingi. Umebeba kweli kitu kiroho ndani, lakini gharama utakayotumia pale ni nyingi. Huwezi kusafiri kwa maombi.
It is not possible. Unaweza kuwa na watu katika ulimwengu wa roho kwamba niko pamoja nanyi na waombea hivi na hivi, lakini wewe mwenyewe hawatakuona. Na ni tofauti na watakapokuona umefika. Mimi nakumbuka kila nchi nilokwenda, waliponipokea airport, walinipokea kwa furaha na nderemo na bashasha nyingi za furaha, na magari wameyapanga kwa furaha kabisa kwamba nimefika kwenye nchi yao. Hatimaye nimefika kwenye nchi yao. Sio tu nilikuwa nawaombea, lakini walikuwa na wao wananiombea wakitamani nifanyeje? Nifike. Kwa hiyo wanaponiona na shuka airport, wanasema baba yule pale, wanaanza huku nje unaona wako hivi. Wanaanza kuimba, wanaanza kufurahi hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini mara nyingi nilijiuliza na kabla ya kujiuliza huku kwamba nilitumia gharama, naomba mjue kwamba nilitumia gharama kwenda. Nilitumia gharama kwenda, na ni gharama sio ndogo, kubwa sana. Kwa sababu sasa mimi naposafiri natumia business class. Kwa hiyo sasa ile sio gharama ndogo. Business class, business lounge, VIP lounge, kote huko, VIP transfers. Hiyo ni gharama. Sio unajua ni rahisi kukubali kuanguka chini kuliko kusimama. Ni rahisi kusema nimechoka kuliko kuendelea, nitaendelea mbele. Ni rahisi kusema naona mimi mambo yamenipiga pembeni, wacha nikae tu hapa, kuliko kusema hapana, nitasimama na nitaanza kwenda mbele hatua kwa hatua. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinahitaji nini? Gharama. Kwa hiyo upako unabebwa ndani ya mtu. Lakini ukishakuwa upako mkubwa unaweza kubadilisha maisha ya watu kama Mungu alionijalia, ni lazima sasa uhifadhiwe, sasa uwekewe namna ya kuhifadhi, namna ya kujichukua kutoka hatua moja kwenda hatua ingine. Siwezi kwenda najipigiza tu, leo umeniona klabu hii. Unaniuliza nimeenda kufanya nini, nasema kulikuwa na mtu namsalimia mgeni wangu, alikuwa hapajui Kisongo, kwa hiyo anapajua tu klabu hii. Nabii mkuu. Una taibu. Lazima utaniambia hivi na nitakubali, kwa sababu mimi mwenyewe nimekiuka kanuni za itifaki ya kile nilichofanyaje. Kuna watu wengine hawajitambui kabisa, wamebeba vitu vya thamani. Kama rais wetu, mkute pale Kijenge kwenye vile visamaki vya kukanga vile usiku. Unamkuta mama amejifunika ile nani, anaokota vile visamaki, na yeye mama ni nini lakini amebeba mamlaka kubwa ya kinini, ya kiraisi. Ile urais ni taasisi. Sasa huku anafanya nini? Tutashangaa wote, lazima tungeshangaa. Lakini sasa hata angetamani kwamba zamani nilikuwa naendaga kula kuna visamaki fulani, watamwambia itifaki hairuhusu, tutafanya utaratibu tukuletee visamaki tukupikie huku Ikulu. Utakula visamaki huku Ikulu. Ni kweli? Ni kweli kabisa. Anasema lakini hivi mlivyopika, maana hata mimi wananiambiaga hivyo wakipika, nasema mbona hivi havifanani na vile vya kule. Wananiambia vile vya kule barabarani vina mchanga kidogo na vumbi kidogo, ndio maana vinakuwa vitamu zaidi. Sasa achana navyo vile bwana, umeshakuwa kiongozi mkubwa. Wewe kula hivi vimepikwa kwenye jiko zuri ulilojenga hapa. Sasa kila nikila naona mwisho nazoea. Nikishazoea basi ndio umekuwa mfungo wa hiari. Umekuwa mfungo wa hiari kwenye mamlaka uliopewa. Si ni kweli? Sasa nimekuwa mfungo wa hiari, nawaambia mimi nataka kidogo kwenda Kisongo, nitembee kwa mguu kule, niangalie kidogo. Unajua zamani wakati nimehamia nilikuwa naweza kutembea. Ilikuwa zamani, ilikuwa wakati huo. Sio sasa hivi. Sasa hivi ni kiongozi wa watu. Sasa wanakusaidia sasa. Wameshakuelewa na wamejua umebeba kitu cha thamani ndani yako. Lazima watakufungia ndani, watakuchukua wanavyotaka, kukupeleka sehemu moja
kwenda sehemu nyingine ili uongee hicho kitu, na ukimaliza watahakikisha wamekuaisha kwenye gari na wamekuondoa. Atasema nimeona watu nataka kuwasalimia wale na nilisoma na hakuna kitu kama twende kwenye gari. Lazima ukubali. Lazima ukubali kwa sababu ya kile ulichobeba. Sasa hili lingeweza kuwa ni somo lingine, lakini hii ilikuwa ni utangulizi wa kitu ambacho nilikuwa nataka kuongea. Kwa hizo ni principles, hizo ni kanuni za uongozi. Na uongozi wa kawaida wa Kaisari, uongozi wa juu ni sawa tu na uongozi wa juu wa kiroho. Kwa sababu serikali ni mbili tofauti, serikali ya ufalme wa Mungu na serikali za dunia. Lakini principle, kanuni za uongozi ni zile zile. Ndio maana viongozi wa dunia wakiona kiongozi wa dini unajiheshimu, watajua una akili. Unayo akili, unafaa kwa mambo muhimu. Lakini wakiona ni mtu unaropoka ovyo, unaongea ovyo kila kitu, unaongea hujulikani wewe ni mwanasiasa, ni mchungaji, ni nani, wanasema huyu ni chizi huyu. Acha nini naye. Sasa lazima viongozi wa dini kujua jinsi ya nini kujibeba, kujua lile kusudi Mungu alilokuitia, ukae katika hilo hata kama umechoka. Maana una wakati unachoka kuwa mchungaji, lakini lazima ubaki kuwa mchungaji mpaka kufa. Wachungaji mmenisikia, na wengine mmevaa kola, mnanisikia lakini lazima utabaki. Kuna wakati kabisa unasikia kama vile hii kazi imenichosha. Wachungaji wenyewe waambieni, waulizeni, watawaeleza hawa. Si unaona wananyosha mkono, ni kweli. Unasikia kabisa hii kazi nimeitumikia miaka mingi, nimechoka. Ufikiria rais wa nchi anakaa miaka mingapi? 10 tu, lakini sisi tunakaa miaka yote. Kuna wakati unafika unasema mimi nataka kuwa mtu wa kawaida tu. Unaambiwa hakuna kuwa mtu wa kawaida, utabaki na hii nafasi mpaka utakufa nayo. Na ukifa tutasema mchungaji amekufa. Sasa kuna vitu kanuni zake ni ngumu sana, unajua. Ngumu sana, lakini lazima utii. Lazima ubaki kwenye hiyo nafasi kama mtumishi wa Mungu. Huu ulikuwa ni usia kwa watumishi wa Mungu. Hata kama mambo ni magumu kiasi gani, jua ya kwamba siku moja mlango utafunguka. Usipozimia moyo, mlango lazima utafunguka. Tunatofautiana muda tu wa mlango kufanyaje? Muda uliofunguka wengine mchana haina, au asubuhi, haina maana kwamba wao wamekuwa wazuri zaidi. Hapana. Inawezekana mlango ukafungua saa 11, Yesu anasema hata yule wa saa 11 nitamsawazisha tu sawa na yule wa saa 4 asubuhi. Unajua lazima niwatie moyo watumishi wenzangu. Kwa maana sasa unajua ninyi wengine hamwezi kujua mateso watu wanayopitia upande mwingine. Ninyi mnataka watu wawaombee tu, lakini wanapita mateso fulani. Unajua kila saa ukimwona mchungaji, afadhali nimekuona. Wewe ujui mtumishi amekuwa na dhiki gani? Ujui amepita usiku mzito kiasi gani? Achana kwanza na mambo ya mtu kugombana na mke wake. Tuongelee tu yeye mwenyewe, tabu zake binafsi anazokabiliana nazo usiku huo mpaka kukuche. Lakini wewe ukimwona unasema afadhali nimekuona, naomba uniombee. Kwa hiyo anakuombea yeye akiwa anatiririka damu kila sehemu. Sema Mungu msaidie. Mara nyingine anaweza kuombea mpaka akalia kidogo. Na unajua kule kulia haina maana, anakulilia wewe. Nina yeye ameguswa kidogo na mambo yake. Mungu hawa watu nawaombea unawafungua, mbona mambo yangu yamekwama? Lakini naomba umfungue.
Sasa wewe ukiona analia unasema mchungaji leo ameniombea mpaka amelia, naona Bwana amesikia maombi yako. Jamani, naona kama tumebaki hapo, lakini naomba tuondoke hapo. Tuondoke sasa hapo. Ila tumebarikiwa hapa lazima tubarikiwe. Waswahili wanasema isiyo kongwe haivushi. Sasa hapa umekutana na kongwe, lazima uvuke. Lazima uvuke. Kwa nilisema wekeza kitu chochote kidogo ulicho nacho, usingoje upate kikubwa. Iwe katika biashara, iwe katika kazi, iwe katika maisha ya kiroho, iwe katika kumjenga mtu mwingine, kumtia moyo mtu mwingine. Unamuona kabisa yeye anateseka eneo fulani na wewe ulishavuka, mtie moyo, wekeza jambo fulani la kiroho. Usikae tu kimya. Huenda wewe ndio mtu pekee amekutana na wewe maishani, na baada ya hapo ni giza tupu mbele yake. Usikae kimya. Ichukulie kama fursa ya kumtoa pia mtu mwingine maishani. Kwa hiyo nilijiona nilikuwa kama Yesu anapotoa mfano katika Luka 19 mstari wa 12 hadi mstari wa 13. Anasema basi akasema mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia fanyeni biashara hata nitakapo rudi. Mtu mmoja kabaila. Mstari huwa naupenda, kila nikiusoma kwenye Biblia huwa naupenda sana. Kumbuka mstari huwa anautolea ni nani? Ni Yesu. Yesu ndio anaongea mfano, yeye mwenyewe. Mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie nini? Ufalme. Sio na kubaki huko huko. Ufalme na kurudi. Kwa na mimi nilienda kujipatia ufalme na kurudi. Na nikarudi nchini kwangu. Sikujiona kama ni mimi ni mtu wa kuishi nchi za watu, japo nilipata mialiko mingi ya kubaki nchi za watu. Nakumbuka California, mama mmoja wa makamo alinipa nyumba moja na alinipeleka nione, kubwa kabisa, nzuri sana. Sehemu zile wanazokaa watu matajiri, nzuri, kati ya watu niliowagusa kule. Mama mmoja mzungu. Nzuri sana ile nyumba. Kwa kweli nikiangalia hata kwa sasa ninavyoikumbuka ni nyumba nzuri sana. Alinitembeza kila room. Mpaka swimming. Unajua usijifanye unajua kila kitu. Vingine inabidi ufanye kama ujui, wengine wajibu. Nikaona kule bwawa la kuogelea. Nikaliangalia. Kuna viti vya kulala. Alafu akanipeleka mahali, akafungua milango miwili, kuna magari makali sana ya kifahari, wenyewe wanaita Escalades. Nikaangalia nikasema hii gari ingetakiwa Tanzania hii. Lakini yeye hataki iende Tanzania, anataka ubaki hapa, uitumie ukiwa hapa. Anakuambia all this is for you. Vyote hivi ni vyako. Nyumba, gari, nini, kila kitu. Anasema tunachotaka sisi ni ule upako ufanyeje? Ubaki hapa. Kwa hiyo nilikuwa na muda wa kujihoji na mimi. Nilikuwa kwenye majaribu. Bwana usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Au sivyo watu wangu wa nguvu? Si ndio? Utuokoe na yule mwovu. Sasa yule mama sijui ni ndio mwovu yule. You never know. You never know. Manake najua mama anaongea yule, alafu anakupa kila kitu. Labda alikuwa katika roho, tuachane na mengine. Lakini nilikataa. Nilipoondoka sikumwambia sitaki, ila nilikwenda tu nikatafakari, nikasema lakini mimi Mungu ameniambia nitakaa Tanzania na nitabarikiwa nikiwa Tanzania.
kwa sababu Mungu aliniambia wazi, nitakubariki ukiwa Tanzania ili uwabariki watu wako wa Tanzania. Sasa imagine mimi ningekuwa niliondokaga huku miaka karibu 10 sasa, sipo huku. Narusha tu Facebook. Judevio alikuwaga nabii bwana hapa. Yuko bado nabii huko kwao, nani amehamia Marekani. Hii ingewafaidia nini watu wote niliowasupport mitaji? Watu wote ndio wasupport baraka mbalimbali, ingewasaidia nini hiyo? Ingekuwa ni mimi, ni maisha yangu, selfishness, najijali mimi. Ndio maana unapobarikiwa share na wengine. Share na wengine. That's the way of increase. Ndio njia ya kuongezeka, ya maongezeko. That's the way of increasing your wealth. Ni kuongeza utajiri wako. Na nilifanyiwa hivyo na sehemu zingine. Nakumbuka kulikuwa na chance kama hiyo mara ya pili tena Los Angeles. Kule nako sijui vipi, kulitokea sana mambo mengi muhimu kama hayo. Lakini pia Minnesota, South Africa. Ila nilichojifunza ni kujua kusudi la maisha yako. Watu wengi wanapotea. Hapo ndio mahali watu wanapotea. Kusudi la maisha yako ni hili hapa. Unaona? Hili hapa. Lakini kuna sauti nyingi zinazokuja, zinaongea. Hizi ndio zinaweza kukupoteza. Yaani muujiza wako. Angalia, kama ulikuwa ndio hapa saa 7 mchana hapa, ukishachukuliwa kwenda hivi saa 7 ikakukuta hapa, umepishana na gari la nini? Imeisha hiyo. Taendelea kuomba, Bwana Yesu yuko wapi? Alishakuwepo, alishakuja zamani, alishakuja kusaidia muda mrefu. But you were not there. Hukuwepo kwenye kituo chako. Lakini nilijua kwamba kuna baadhi ya mbegu zitakufa. Na zilikufa. Sitasahau kwa mfano maeneo mbalimbali, Minnesota, Los Angeles, San Francisco, Oakland, na maeneo mengine nimeshayasahau, ambapo nitembelea Las Vegas. Mengine nimeshasahau. Mambo ni mengi, muda mdogo. Kule huku kwa mzee Madiba huku Afrika Kusini, niliwekeza fedha, niliwekeza roho, upako wa rohoni. Wengine ulikufa, wengine ukamea, halafu wakaanguka, wakaja hapa kuomba msamaha, si ndio? Lakini sasa hivi wanafanya vizuri. Kwa kweli sasa hivi kila siku akiniona ananililia, analia kama mtoto. Kila akiniona. Juzi nilikuwa kule, alikuwa analia kama mtoto. Kila nikisimama anapiga magoti. Kila saa anamwambia, acha namna hii bwana, mimi nimekuja huku private visit bwana. Namna gani? Hapana. I'm still bado najuta. Nimemkosea my own father. Analia. Namwambia, sasa si umeshasimama, nimekusamehe, utasimama vizuri. Utafanya tu vizuri. Those people wamebadilika kabisa. Kawakusanya na wengine wengi watumishi. Wamekuwa kundi kubwa. Wanaomba.
ni wajaze nguvu za rohoni. Wanaomba ni wajaze nguvu za rohoni. Nikamwambia basi kuanzia sasa mkija Arusha hamtajihangaikia wenyewe. Nitawapa hoteli, mahali pazuri pa kulala na usafiri na kila kitu. Ili mjue kwamba mmekuwa wanangu. Maana yani unajua kuomba msamaha mpaka unajisikia vibaya. Umewahi mtu anakuomba msamaha mpaka unajisikia hivi, ni kuna tatizo gani? Yani ule msamaha wa kweli. Yani mtu anajutia kwamba alipoteza nini? Nafasi. Wengine hapa hata kujutia nafasi mliopoteza hamko tayari kujutia nafasi. Kwa hiyo nilijua kabisa kuna vitu vingine vitafanyaje? Vitapotea. Kibaya zaidi ni mtu kuanza kukusema vibaya ukiwa huna hatia. Hilo nalo ni janga lingine nililoliona. Yani from nowhere mtu ule mbariki ule mpaka mafuta, ghafla tu amekengeuka, ghafla tu anaanza kusema vibaya. Bila hofu, bila uoga, bila nini. Haya mambo yapo kwenye maisha. Hauwezi kuwa mtakatifu kuliko Yesu. Watu wengine mkisemwa kitu kidogo mnaanza, mbona wananiandama mimi, wananiandama. Usiandamwe, wewe ni nani? Nataka mjifunze haya mambo yaingie kwenye nini? Na wengine mnalia tu, wananisema, watu kazini nimewafundisha kazi sasa hivi wananisema. Wasikusema wewe ni nani? Mungu mwenyewe anasemwa na shetani. Si mnalijua hili? Na Yesu anasema ikiwa walinifanyia mimi mti mbichi, itakuwaje nyie mti mkavu? Nyie ndio mtawaka kama moto wa mabua. So never be afraid. You see, chuma, dhahabu imetestiwa na moto ndio iwe dhahabu. Lazima itestiwe na moto. Wewe unapoivaa inang'aa, kumbuka ya kwamba imetestiwa na nini? Na moto. Mungu anataka uwe baraka kwa watu wengi, lakini lazima upite kwenye moto. Kama hauko tayari kupita kwenye moto, baraka hutaziona, utazisikia tu. Na kama ulikuwa sababu ya kuwakosesha watu wengine raha, wewe ndo haujaanza kabisa safari ya kuelekea kwenye mafanikio. Sasa ngoja siku utakapoianza. Hiyo vita yake sio ya nchi hii. Maana kile apandacho mtu, kusamehewa umesamehewa, lakini utalipa ulio ya. Paulo alipiga watu, alipiga kanisa, lilipiga kanisa. Lakini si mnaona hata alivyosamehewa, si unaona alikuwa akajifanya anataka kuwa mhubiri kuliko kila mhubiri aliyowahi kumkuta. Akaanza akamfikia mfalme Agripa, akamwambia mfalme, inabidi utubu, uokoke. Usipookoka utakwenda motoni. Huyu kuna askari hapa alikuwa pembeni, akamzaba kwanza kofi. Yani kama mimi hivi nimeongea mbele ya rais, alafu ni askari mmoja nitie kofi la nguvu. Alafu unajua akafuatisha na neno huyo askari, akamwambia, unamjibu hivi, unamwambia hivi rais wetu mfalme. Rais akamwambia yule, maana yake tulia, chill kidogo, achana na mjinga. Paulo, nilikuwa nasikia habari zako.
baada ya kupigwa kofi sasa maisha yameshabadilika. Yani before and after. Hata akili imefanyaje? Mambo sio rahisi kama tunavyofikiri. Kuongea tu ovyo sawa ni injili, lakini pia kuongea kwa hekima ni muhimu. Unafikiri yule mfalme Agripa hajasikia habari zozote kuhusu Yesu? Ya kwako wewe itakuwa na tofauti gani? Hivi unadhani nyumbani kwa Agripa hana Biblia? Unafikiri nyumbani kwa rais wetu hakuna msaafu na Biblia vyote? Kwa hiyo unapoongea naye lazima uongee kwa hekima. Sio unajifanya unajua sisi tumeokoka, haleluya. Utaswekwa ndani na bado wengine tutaendelea kuhubiri injili na tutarekebisha yote uliotukoseshea raha huku mtaani. Kuna watu wengine hawana busara katika kuongea. Kumbuka hapa naongea kuhusu nini? Maana usije ukasahau kanuni 5 za mafanikio. Hizi ndio kanuni tunaendelea. Na nilikuwa na qualify ile ya kwanza ambayo niliacha wiki iliyopita. Na ninazungumza kuhusu darasa, tuko kwenye darasa la ufungulivu wa nini? Fikra ufungulivu. Narudia hilo neno, ufungulivu wa fikra za kiroho na kimwili kulingana na maisha yangu mimi hapa. Kwa hiyo huu ni ufungulivu na wapa. Ni vitu vinavyowafungua ufahamu. Vitu vinavyowafungua kuanzia maisha ya rohoni mpaka ya mwilini. Kwa hiyo mimi sina haraka katika mambo yote unayofanya. Suleiman anasema jipatie nini? Hekima na ufahamu. So Suleiman ametoa mfano huo. Lakini pia Yesu anasema tamko hilo ambalo nilisema hapo sasa hivi muda uliopita. Tulisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 11 mstari wa kwanza. Tupa chakula chako usoni pa maji, yani mbele ya watu, ndio maana ya usoni pa maji. Nilisema maji tafsiri yake ni wingi wa watu. Maana utakiona baada ya siku nyingi. Yule mama nilomuita leo hapa mbele alitupa chakula chake. Leo hii amekiona. Yani ameona maji kwenye ufukwe wa bahari. Unafanya, angalia maji ya ufukweni, anafanya hivi, analeta noti hizo zinakuja. Kuna wakati wa namna hiyo kwenye maisha. Kuna wakati wa namna hiyo. Huwezi kuwa mbahili forever. Ukiwa mbahili forever haitafaa. Kuna wakati lazima ulegeze mkono wako utoe. Mwingine anaweza kusema, unajua mimi natoa sana, nasaidia ndugu zangu. Unajua mimi kwetu ndio ninawajibika. Yani kila mtu ananitegemea mimi. It's okay. Hata Yesu tunamtegemea. Hata mimi hapa wananitegemea watu wengi tu. Kwangu, nyumbani, na familia ya kutunza. Bado kuna ndugu, kuna jamaa, lakini kuna ulimwengu pia. Sasa thawabu yangu mimi inatoka wapi? Thawabu yangu haitoki kwa kusapoti ndugu zangu na familia yangu tu, bali thawabu kubwa zaidi ni uwekezaji ninaoweka kwa watu baki ambao sio damu moja. Hiyo ndio thawabu kubwa zaidi ninayopata. Yani kama ni biashara, ningesema sasa hiyo ndio biashara inayoniingizia mimi zaidi. Kweli na support ndugu zangu, na support familia, hiyo kuna thawabu yake, lakini sio kubwa, ni ya kawaida. Maana hayo ni maisha ya kawaida. Kila familia lazima watu wasupportiane, ni life ya kawaida. Lakini thawabu kubwa ni kuvuka damu. Ukivuka damu ya ukoo, ukaenda damu baki, umejaribu. Pale sasa
ile ni biashara itakayokuletea mapato, itakayokupa faida kwenye maisha. Tupa chakula chako. Usihofu kutupa chakula chako. Huwezi kusema nitakaza tu mimi kwamba nina wajibu sana, nina wajibu. Utadhani wewe ndio una wajibu peke yako dunia hii. Hivi nyie hamjawahi kuona kuna watu wamekaza kabisa, yani anaona majukumu ya nyumbani yani ndio makubwa yamemzidi? Hamjawahi kuona watu wa namna hii? Yani kila ukimwomba msaada wote hata 5,000 anakuletea mtiririko wa wajibu alionao kwenye nini? Kwenye familia. Jamani, nataka niwaambie, wewe hiyo familia support, lakini hakikisha ya kwamba kama kuna biashara inayolipa ni ya kusapoti mtu baki. Hata Yesu alisema mkiwapenda wale wanaowapenda ninyi, kuna thawabu gani? Mkiwasapoti wale wanaowasapoti nyie, yani mnasapotiana. Nikiwa na shida nitachukua hela kwa fulani kwa sababu ni my best friend, na yeye akiwa na shida atachukua kwangu. Pale hamna thawabu. It's just a mere business exchange. Mathayo 13 mstari wa 24 hadi 25, Yesu anasema, akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa Mungu umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Kama nilivyopanda, kama unavyofanya. Anasema, lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Shetani ni very smart. This guy has been around for many years kuliko sisi. Sisi wote tumezaliwa tumemkuta shetani. He's very smart. Very smart. Na niwaambie tu, yani lazima uwe na busara katika kupambana na shetani. Lazima ujue. Hebu imagine Mungu anamwambia shetani, yani shetani amekuja kabisa mbele zake hivi. Amekuja kabisa. Anamwambia, yule pale umembariki kwa sababu anakupenda kwa sababu ya nini? Ya mali. Alafu angalia jibu la Mungu. Asemi, toka mbele yangu shetani, na kukemea na kukanyaga. Anajua huyu mtu nimekuwa naye huku. Kwa anajua akili yote ya mbinguni inavyofanya kazi. Si kama mmenielewa mpaka. Kwa hiyo huyu nitamjibu kidiplomasia, kwa akili zaidi. Akamwambia, kama unadhani ananipenda kwa sababu ya mali, chukua kila kitu, lakini roho yake usiguse. Mungu alikuwa ameweka moja kwenye kabati, akijua huyu akishamaliza kazi yake namrudishia yule baraka kuliko za kwanza. Kwa nini alikuwa hataki aguse kitu cha roho? Kwa sababu kitu cha roho Mungu ametumia muda kukipandikiza. Ni sawa na wewe utake nimfukuze Sekela huyu au Gaude, utake nimfukuze, yani kwa neno lako tu moja, kwamba nimekuja hapa, ameniambia nisikae kiti hiki, kuna wageni, sijui nini, akanambia kaa kule. Kwa hiyo unataka nimfukuze? Unamshtaki mtumishi wangu kwangu? Biblia inasema usimshtaki mtumishi wa mtu kwa bosi wake. Unamshtaki mtumishi wangu kwangu. Basi sasa nampandisha cheo zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kile nilichokijenga kwenye maisha yake kwa miaka zaidi ya 15 siwezi kukijenga kwa mtu mwingine. Hata ningekupa wewe unaishtaki, leo ndo unaanza, nianze kuweka yale yote, material yote nilompa yule kwa miaka 15 niiweke kwako. Huwezi kuwa yeye. Huwezi kuwa yeye nianze kukutuma sahihi kama nilivyokuwa namtuma yeye. Haiwezekani. Kwa heri mimi huyu nitamshika hata sikio hivi nimwambie usirudie, wewe usirudie.
lakini endelea na kazi. Na ninakupandisha nini? Cheo. Mimi nitakuja naye ndani ya room hivi, nimwambie, unajua kuna flux, kuna jamaa wanaongea ovyo. Kwa hiyo usirudie, ila endelea na kazi. Nafikiria kupandisha cheo. Hivyo tu. Alafu naondoka. Kwa sababu hakuna jinsi nitakutengeneza mtu mpya uliokuja sasa hivi nikutengeneze uje uwe kama yeye kwa siku 3. Kazi niliyoijenga zaidi ya miaka 20. It is not possible. Tusidanganyane, haiwezekani. Ni bora nilee hiki nilichokile, hata kama kina makosa nitakirekebisha. Nitarepair mpaka ikae sawa, tuende wote. Nitarepair huyo mpaka akae sawa. Kwa hiyo really ni watu wengine kama mnafikiria kushtaki watumishi wangu kwangu, sahau. Hiyo ni kitu hakitawezekana. Nimenichukua miaka mingi sana kuwajenga. Nikishafikiria kazi yote niloijenga, naona siwezi kuharibu hii kazi yote kwa ajili ya shtaka la siku moja. No, lakini tunaongea ukweli. Maana huu ndio ukweli. Ni rahisi kumsimamisha mtu ambaye umekaa naye siku labda wiki 2 au hata miezi 3, ukimsimamisha ni sawa. Jamani, zaidi ya miaka 15. Investment, uwekezaji ule uliouweka ndani yake sio wa kitoto. You have to think twice, hata 10 times. Na bado jibu linakuja hili, bora ni repair tu, niendelee nayo, kwa sababu ya kale ni dhahabu. Kwa hiyo tunapopanda mbegu, kuna watu wanakuja kupanda nini? Magugu. Na watu wanakuja kupanda magugu. Kwa hiyo jitahidi usilale usingizi. Kwa sababu kilala usingizi, magugu lazima yatafanyaje? Yatapanda. Ndio ile unashangaa, jana ulikuwa unacheka na mtu vizuri, leo unaletewa mashtaka. Jue shetani kashaona, ameamua kuleta mashtaka. Kama alipeleka kwa Ayubu, atakuogopa wewe kweli? Haya, Mathayo 13:46 Yesu anasema hivi. Na hapa hekima pia za Yesu. Anasema, naye alipoiona lulu, yani huyo mtu, naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, sio ndogo, thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote akainunua. Ili ni kosti sana kupata wanafunzi kiroho wa nchi zingine ambao wanafanya vizuri. Ili ni kosti. Ilibidi niwekeze fedha kila kitu, hata kama ikibidi kufanyaje nafanya, nauza gari au nini, nawekeza ili niweze kwenda nipeleke habari njema. Na nilijua kwamba hizi habari njema zikifika mahali pake zikafanya vizuri, nitakuwa nimewin katika kazi yote ya utumishi duniani. Suleiman alifanya hivyo. Alikuwa anapeleka meli zake nchi mbalimbali, zinabeba mizigo, zinakwenda, zinabeba mizigo, anapeleka, zinaenda, baada ya miezi 3 zinarudi na faida. Lakini katika zile meli kuna zingine zilikuwa zinavunjika njiani, mzigo unapotea. Lakini alidumu kupeleka meli nyingi tu, zinaenda tu, zinaenda, zinarudi na dhahabu, zinarudi na madini mbalimbali. Ndio maana alikuwa tajiri sana, kwa sababu ya uwekezaji. Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 22 hadi wa 24 anasema, kwa kuwa mfalme alikuwa na merikebu za Tarshish baharini,
pamoja na merikebu za Hiramu. Yani hizo zote ni merikebu mbalimbali. Kuna za Tarshishi, kuna za Hiramu. Alafu anasema mara moja katika miaka mitatu huja merikebu za Tarshishi zikileta dhahabu na fedha na pembe na nyani na tausi. Of course vimeandikwa hivi vitu vyote hapa. Vyote viko mbele ya macho yangu. Vinaleta vyote hivi. Vinaleta nini? Dhahabu, fedha, pembe na nyani na tausi. Maana labda huenda alikuwa anajua nyani wanapendwa sana na wageni wanaokuja. Kwa hiyo aliamua kuwaleta wengi zaidi. We, Malkia wa Sheba amefunga safari kutoka Afrika akaenda kule hafu akazimia. Unafanya utani. Ule ni uwekezaji mkubwa mpaka unagharimu mtu kuzimia. Sio utani. Unaweza kumwangalia GD ukazimia dakika moja. Uwekezaji mkubwa ule. Lakini uwekezaji huo unaanzia wapi? Rohoni. Ndio unaonekana wapi? Nje. Kwa hiyo alikuwa anafanya. Mstari wa 20 ngapi tulisema? 22 mpaka wa 24. Twende wa 23. Basi Mfalme Suleiman akawapita. Sema akawapita. Akawapita wafalme wote wa duniani kwa mali na kwa hekima. Literally akikaa hivi akiwa anaongea na mtu anajua nimewapita wafalme wote duniani kwa mali na kwa hekima. Huo si uwekezaji mdogo. Maana hekima ile ni Mungu alimpa. Tamko la utajiri ni Mungu alimpa. Lakini utekelezaji wa lile tamko hauji kama vile uyoga. Ni lazima aingie kazini afanye nini? Kazi. Hizi merikebu nadhani alikuwa anazituma kwa sababu gani? Sababu ya kazi, anachapa kazi sasa. Ili lile neno alilotamkiwa liweze kuja kwenye nini? Uhalisi katika maisha. Napokutamkia neno kwamba utainuliwa, usiende ukalala. Amka sasa, anza kuangalia uwezekano wa mafanikio unatoka wapi. Nabii mkuu ameshatamka, lile ni neno haliwezi kurudi tena lile. Lazima lifanye kazi na lilete matunda. Lakini mimi ndio mtekelezaji wa kulitia lile neno kazini. Nabii mkuu kashasema tayari, ila mimi ndio mtu wa kulifanya lile neno liingie wapi? Kazini. Sasa ukienda ukalala tu haliwezi kutimia. Na mimi siwezi kuwa nabii wa ajabu nikwambie kesho utaamka kutakuwa na magari na majumba utajenga. Yanatoka wapi? Yanatoka wapi? Bali nitakwambia Mungu atakufanyia wepesi katika kazi yako. Ataharakisha matokeo ya kazi yako utakapoingia kazini. Mungu ataweka sababisho, atakuwa mabosi zako watakuandikia nafasi za kupanda cheo. Na hiyo inawezekana, lakini wewe ukienda kazi yako ni kufanya kazi kwa bidii. Ili yule bosi aone kile kilichotamkwa na nabii mkuu aweze kukuandikia kupanda cheo. Mstari wa 24 unasema ulimwengu wote ukamtafuta. Look at that. Look at this. Angalia ile andiko. Angalia ile andiko. Ulimwengu wote ukamtafuta Suleiman uso wake. Kwamba mimi nikienda Kisongo yani naomba tu nionane na baba. Maana mbona kwetu tunamuona mchungaji wangu? Mbona kanisani kwetu jamani huwa namkutaga mchungaji wangu tunaongea, naomba tu nikienda Kisongo nionane na baba. Tena wengine wakipigaga simu wanasema kabisa kwa watumishi wangu, wanawaambia yani mimi nikifika hapo lazima unipe nafasi nionane na baba. Sasa akifika akija anaambiwa huo utaratibu haupo. Kwa nini sasa? Kwa nini haupo? Suleiman hapa anasema ulimwengu wote
ukamtafuta Suleiman uso wake ili waisikie hekima yake Mungu aliyompatia moyoni. Mambo yote yanaanzia wapi niliwaambia? Moyoni. Watu wote walikuwa wanakuja hapa mpaka leo bado wanakuja, wasanii, watu mbalimbali kutoka Dar es Salaam, kutoka nchi zingine, kutoka mikoa mbalimbali, waimbaji, sijui nani. Unadhani wanatafuta nini? Wanatafuta kuona uso wa nabii mkuu. Maana wamemsikia huko alipo. Malkia Sheba alikuwa anamwambia Suleiman, nimekuwa nikisikia habari zako, lakini kumbe nilichokiona hapa ni zaidi ya kile nilichokuwa nakisikia. Mimi nakumbuka wakati naanza huduma, nilifanya huduma kwa moyo sana. Wakati naifanya huduma, nguvu ya Mungu inashuka, watu wanapokea. Alafu nikaanza kusikia stories za kwamba sijui anatumia nyoka, jamani, nililia hiyo siku kama mtoto. Yaani nilijifungia kwenye chumba nikalia, nikasema Mungu, mimi sijawahi kwenda hata kwa mganga wa kienyeji maisha yangu yote tangu mtoto nimekaa kanisani. Hii mambo inaambiwa huko na zushiwa imetoka wapi? Mungu akaniambia achana na hivyo vitu. Tuendelee. Nakumbuka kabisa siku hiyo nilikuwa kama nasikia kama jioni fulani nilitoka nje hivi nikasikia kabisa kama Yesu ananishika bega ananiambia usijali. Basi katika kutembea kwangu nikaenda bonde la utulivu kule. Kwa hiyo sasa nikaenda paka pale kwenye madhabahu ile ya pale, nikakaa. Nikasikia kama sauti ya Yesu sasa ananizungumzisha maneno. Hapo ni maneno kabisa, yani unajua unakaa unasikia kama kuna mtu anaongea, yani unamsikia kabisa. Lakini hutaki kumfuatilia yukoje, yuko vipi, maana nilishagawahi kumuona Yesu, niliwahi kukutana naye. Kwa hiyo nisikutaka sana kutaka kujua yuko wapi, lakini nilikuwa namsikia kabisa. Ananiambia kabisa wazi kwamba hii kazi niliyokupa sijakuita ili upendwe na kila mtu. Nimekuita udelive, upeleke ujumbe wangu tu. Sema kile nilichokutuma. Kwamba watapokea au hawatapokea, hiyo sio kazi yako. Umemaliza kazi yako. Wewe dumu kufanyaje? Kusema kile nilichokupeleka. Ukimaliza nenda zako. Uhitaji kujitetea hata mahali popote. Hata ukichafuliwa vipi, hata ukigaragazwa vipi, usirudishe neno lolote. Kaa kama mtu hayupo. Uhitaji watu wanadamu wakupende. Wale watakaoamini wataamini. Wale wasioamini yeye atajua mwenyewe cha kufanya nao. Basi yale maneno yalikuwa mengi na mengine. Nikayashika. Basi nikaendelea, sikuwahi tena kujitetea popote. Ndio maana watu paka leo si mnajua paka leo watu wanasema mbona Jodevi waajibu wajitetei? Nafuata mwongozo. Nafuata mwongozo. Mwongozo wa boss. Nafuata mwongozo wa nani? Wa boss. Nakumbuka siku moja hapa akaja dada mmoja, si mama yule, si nani. Amefika hapa. Kakuta watumishi nadhani, sio. Akasema huyu mtoto ni wa nabii mkuu. Nimezaa naye. Unajua mimi nawaambia kila kitu kwa sababu hivi vitu sio kwamba vya uficho. Yaani point yangu ni kukuonyesha kuna wakati utafikia mahali unajaribiwa vitu ambavyo hata uvielewi vimetoka wapi. Hata kazini kwako tu. Unaweza kuletewa mzinga wa kesi mpaka uelewe utatokaje kwenye hii.
Kazini kwa nyie mwenye kazi zenu huko. Mimi huyu hapa hivi. Bwana, ukionyesha huyo mama huyo wa Kimasai na mtoto wake, eti mtoto wa baba. Hatari. Mtoto wa baba kivipi? Si huyu nabii mkuu kanizalisha. Ilikuwaje? Hebu tueleze ilikuwaje? Alinijia kwenye ndoto. Ndo hawajui maneno lakini tazama hapo, akienda akiwaambia watu 10 kule nje kwamba huyu mtoto wa nabii mkuu. Siku moja nikaandikwa kwenye gazeti moja, si gazeti gani bwana, mwaka fulani hivi, likatoka asubuhi Jumapili naenda ibadani, ndo naletewa, naliona. Na ndo saa hiyo nakuja ibadani. Jodevi amtia mtoto mdogo wa shule mimba. Lilitokaga hilo mwaka fulani. Kama ukuliona, Mungu basi alikuwa amekukusudia mema. Hakutaka uone maneno. Lakini liliwahi kutoka. Afu fikiria mimi naenda kanisani, mtoto mdogo eti nimemtia mimba. Mtoto mwenyewe yuko wapi? Hata kuonyeshwa haonyeshwi. Anaishi wapi? Hatajui. Histori imebaki ni mwandishi na story. Mwandishi wenyewe anasema sijui kwa hisani ya mwandishi sijui wa gazeti sijui. Sasa hii story haina kichwa wala miguu. Yaani kwa maneno mengine huwezi kunyanyua simu umpigie mtu. Inabidi uende kwenye hilo gazeti. Tulivyotuma watu wameenda kule wakasema bwana, hii iliandikwa kimakosa tu, huyu jamaa sijui alikuwa na mambo yake, lakini wamesha kushafua. Imeshaenda. Nakumbuka tumetua Mwanza airport na mama huyu. Tumetua pale, tumetua Mwanza airport, tunatoka hivi. Natoka nimepokelewa pale VIP, nikasikia wadada wanasema, huyu ndio yule walisema mtoto wa shule, ndio huyu mama. Jamani, mama unamuona kabisa ni mama, unasemaje mtoto wa shule? Ndio huyu kamwacha mke wake kaoa mtoto wa shule, ndio huyu. Eti ndio wanaongea hivi. Kwa hiyo ndio kamwacha mke wake kaoa mtoto wa shule. Huyu Kwa hiyo hapa najenga roho yako kwamba kuna maneno, kuna vitu adui anaweza kuvikusudia vikakuvuruga hivi. Mpaka ile biashara unayofanya ukaamua kuifunga wewe mwenyewe. Mpaka kazi ile ulioajiriwa ukasema mimi hii kazi nafanyaje? Naacha. Usifikiri umeacha kwa utashi wako, yani umelogwa. Anayekuloga sio lazima aende kwa mganga wa kienyeji, ni maneno mengine ni uchawi. Yakianza kusemwa ukishayaweka kwa moyoni kwa hasira, unafanya nini? Maamuzi. Unatoka, unakosa hela, unakosa maisha, unaanza kutangatanga. Alafu baadaye unarudi tena, walinisababishia, mimi sikuwa nataka kuacha kazi, sijui nini. Ndio ulishalogwa hiyo. Na kazi imefanyaje? Usikubali. Kama Mungu amekupa nafasi, ng'ang'ania, shika nafasi yako mpaka kieleweke. Point namba 2 kwa siku ya leo. Sikutaka kuwekeza nguvu zangu mahali pamoja tu. Sikutaka kuwekeza nguvu zangu mahali pamoja. Ndio maana point namba 1 inasema niliwekeza nchi mbalimbali na kwa watu tofauti. Kwa hiyo usiwekeze mahali pamoja tu. Jitahidi kuwekeza sehemu tofauti. Kwa sababu huwezi kujua ni hii au ni hii itakayostawi. Ndio maana kama hapa unaona tuna silver partners, lakini pia tuna international partners. Inawezekana siku ya kuzaa kwako ilikuwa ni siku ya international partners.
ndio ilikuwa siku rasmi ya kuzaa kwa upande wako, na ikazaa. Kwa hiyo hujui ni balaa gani linaloweza kutokea. Kwa hiyo bora unakuwa unawekeza maeneo tofauti. Ukisikia kuna hiki unafanyaje? Unawekeza. Kuna kusapoti magurudumu ya radio, unafanyaje? Unawekeza. Usikubali tu kusema mimi natoa tu sadaka hii ndogo ya kawaida tu. Wekeza kila kitu. Wekeza kwenye maeneo mbalimbali. Suleiman alijua kuwa meli zingeweza kuvunjika. Ndio maana alituma meli nyingi. Mstari wa 2 unasema uwagawie sehemu watu 7 hata 8, maana hujui baa gani au balaa gani litakalokuwa juu ya nini? Nchi. Mstari wa 2. Kumbuka tulisoma mstari wa 1 wa kitabu cha Mhubiri sura ya 11 Unakumbuka Sasa huu ni mstari wa 2 na wa mwisho kwa siku ya leo. Hatutaendelea zaidi ya hapo. Lakini unapowekeza, iwe ni partners, iwe ni international partners yenyewe, kama ni silver partners, international partners, usipoweza kusupport vitu kama hivi, huwezi kuweka record nzuri hata kwenye fedha zako wewe binafsi. Yani mtiririko wa fedha zako, huwezi kuweka record nzuri. Leo hii nikiwauliza watu niliowahi kuwasupport, utaweza ukakuta wengi hawakufanyia kitu walichoomba. Kwa sababu sijawahi kusikia bado wakishuhudia kwamba walifanikiwa, mambo yalienda. Ni kweli kuna wengine wamefanikiwa kabisa, nimeona. Lakini wengi unakuta anapopata ile hela, ameomba yeye mwenyewe mtaji kiasi fulani. Unapompa ule mtaji, anasema hapa na shida ya kitu fulani, ngoja kwanza nifurahi na kitu fulani na fulani na fulani. Kuja kutaharuki, hela imefanyaje? Imeisha. Uzuri ni kwamba huwezi kudaiwa, ila itakufundisha lesson kwenye maisha. Alafu watu wa namna hiyo bwana, mimi nimegundua hawaoni aibu, anakuandikia tena message. Na maana mimi kwenye message zote kila ninayemsupport huwa naandika huyu amesapotiwa. Naandika mbele ya jina nililosave. Kwa hiyo ukipiga, ukituma ujumbe inakuja na hiyo amesapotiwa 500,000. Sasa pale chini naona anaandika ujumbe mpya kama vile sio yeye kabisa, na jina amebadili. Sasa mimi nacheka kwa sababu aonavyo waliye juu sivyo aonavyo waliye chini. Yule wa chini anaona huyo atajua, lakini mimi huku nikiangalia hii imekuja kabisa na jina amesapotiwa shilingi 500,000 fulani. Huyo anaandika tena mara ya pili, na anadumu kuandika, anajua haka nikamchezo fulani. No. Kwa nini mtu mmoja atapata suruali 2 wakati kuna mwingine hana hata kaptura? Kwa nini nikupe mashati 2 wakati kuna mmoja hata fulana ya kuvaa imeisha? Situmsaidie yule. Chapata mmoja basi, wewe pita hivi. Tumsaidie na mwingine. Wako watu wengi wana shida. Mimi nataka kuamini kwamba somo hili kwa leo nikiishia hapa bado litakuwa limewasaidia watu wengi. Naamini kabisa litakuwa limegusa maisha yako, limekupa hatua ya kwenda mbele zaidi, litakuwa limeongeza ufahamu kwenye akili za rohoni na za mwilini. Ninajua kabisa Mungu atakuongoza katika mema. Na mimi nataka nitamke katika somo hili ya kwamba hekima hii uliyoipokea ikakujalie wewe kuzaa matunda yanayodumu, matunda yatakayoishi, matunda yatakayoleta baraka na kuwa baraka kwako, kufanyika baraka kwako na kwa wengine kwenye maisha yako. Imekuwa kwako. Nataka nikutamkie tena, roho ya kukatishwa tamaa isiwe sehemu ya maisha yako. Yesu alisema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Kwa nini aseme hivyo? Anasema hivyo kwa sababu hataki ukatishwe tamaa
na watu waliojikinai. Kuna watu wengine shetani amewaweka kuwa maagent wa kukatisha wewe tamaa. Usikubali. Kuanzia tarehe ya leo uwe shujaa. Narudia tena, kuanzia tarehe ya leo uwe shujaa. Utakaposikia neno lolote linaloletwa kinyume chako, sema hili nalo navuka, na nitashinda, na nitapita, na nitapokea baraka iliyokusudiwa. Hakuna kukatishwa tamaa kuanzia sasa. Zidi kuwa strong, zidi kuwa imara, zidi kuwa hodari kuanzia tarehe ya leo. Sema imekuwa kwangu, nimepokea sehemu ya baraka maishani mwangu. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Chukua nafasi ya kuketi. Nataka nikuambie huo wito Mungu alionipa mimi wa kukunyanyua wewe kwa neno moja kama hili ni wito mkubwa wa baraka. Ninaufanya kwa uaminifu. Kuna watu wengi sana mnakatishwa tamaa na vitu vidogo vidogo. Tena mtu anaweza kukatishwa tamaa mpaka akaamua kuacha kabisa biashara yake akawa mlevi. Hamjawahi kuona? Hamjawahi kuona mtu anakutana na jaribu mpaka anaamua kuacha, yani anajitokomeza kwenye mambo ya anasa na starehe na kuishia huko? Unakuta mtu alikuwa mchapa kazi, anachapa kazi kwa bidii, anaingiza fedha, yuko mchakarikaji, vitu vinaenda, lakini alikutana na manyang'au siku moja. Yakamkatisha tamaa, yakamgaragaza chini, akawa ni mtu wa kulia na kukata tamaa. Baadaye akasema kama ni hivyo acha nife, nipotelee mbali. Wako watu wa namna hiyo. Ninawaambia, naona katika ulimwengu wa roho wapo watu wa namna hiyo. Leo nakwambia usikate tamaa. Usikate tamaa. You can still begin again. You can still start all over again. Unaweza kuanza upya. Unaweza kabisa kuanza na ukawa mshindi. Ukawa mshindi. Unaweza kuanza upya ukawa mshindi. Usikate tamaa. Usikubali kupokea mambo mabaya, tabia mbaya zije kwako kwa sababu ya kukatishwa na watu tamaa. Usikubali. Never, 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 never. Sema never, 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 never. Sema na shetani akusikie kwa sauti yako. Usikubali kabisa. Sema na kataa, nafuta. Tena mara nyingine. Yes, katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwako. Usikubali. Usikubali. Mimi nikikuangalia naona ni shujaa unayeshinda. Na kuona ni mtu unayekuwa imara na kushinda. Kwa hiyo unapokata tamaa ni kama unaniangusha mimi. Usikate tamaa. Haiwezekani ukate tamaa mbele ya matamko makubwa namna hii. Hii leo matamko haya yamekukusudia wewe uinuke. Haya matamko yamekukusudia kukutoa shimoni. Kama Gideon kwenye Biblia. Alikuwa amekata tamaa, lakini malaika akamwambia, Gideon ulio shujaa, uenda unajiona ufai kwa lolote, lakini nakwambia wewe ni shujaa. Na unaweza. Na unaweza tena. Mungu akufanyie wepesi kwenye njia zako za mapato. Mungu akufanyie wepesi kwenye kazi zako. Mungu akufanyie wepesi wewe na wafanyakazi wenzako popote ulipo, au wafanya biashara wenzako. Mungu afanye nyota yako izidi kuangaza. Hata mtu angejaribu kuifukia, ichanue na ing'ae kupita mwanzo. Ing'ae kupita mara ya kwanza. Katika jina la Yesu Kristo. Mpaka wakate tamaa waseme wewe hawakuwezi, umeshindikana kabisa. Yes. Inawezekana. Inawezekana. Yes, inawezekana. Bado hujachelewa.
Hakuna mahali umechelewa. Muda bado uko upande wako. Usikate tamaa. The time is still on your favor. Muda bado uko upande wako. Hallelujah, 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 hallelujah. Inawezekana. Inawezekana. Inawezekana adui anasema labda ni kwa sababu ya kibaraka kidogo, kidunchu ulichokipata. Maskini huenda ni kidunchu tu, lakini shetani anataka kandamizie mbali kabisa. Haiwezekani, nimekataa katika jina la Yesu. Lazima baraka ulioipata uile na ikufurahishe na ibariki maisha yako, na maisha yako yainuke, na vizazi vyako, uzao wako uzidi kubarikiwa katika wewe. Imekuwa kwako. Amen. Sasa tumpigie Yesu makofi. Amen. Naweza kuketi. Amen.